nikwambie mwaka wa 2027 bwana anatembea, tunakuletea candidate, we are coming for you. Tutakuwa na candidate kule Trans Nzoia, wewe utaenda nyumbani. Wewe ni tamu moja umeingia tu, alafu unafikiri ati umeshinda Weta, umeshinda Mudavadi, umeshinda hawa watu wote. Wewe alafu by the way uko Bungoma, hizo stories za kina Weta siku wameamulia na tembea mbaya deadly sana. Fiki alikuwa na address mahali, alafu ukakuwa na gunshots. Manze tu unashangaa ni vita gani? Kwani inakuwa ni between life and death. Sasa hapo kwa gunshot Hajua tumezoea maguns tu warungu, hajua wakurusha mawe, but hawa wamekam na guns. These are not just guns. Hawa tu ni watu like kama wako kwa serikali. How do they get the access to firearms? Kulikuwa actually na gunfire, gunshots, kulikuwa na tear gas. Yeah, so tear gas, guns wametoa wapi tear gas? Ni makarao. Ni makarao serikali. So kuna wase hapa wamejificha. Yeah, they are behind the government. They are hiding behind the government kuvuruga msena hizo makampeni. Kicheki pale FB kwa mtandao, kuna msa alisema hasa alikuwa amelipwa. They met someone like 2 hours before your meeting. So akalambishwa, akapewa, akakula briefing vile ataenda kuchafua. Tumiende ni mvurugo yo msee. Na baada he was actually wakati hizo magun shots zilikuwa fired. Maana li remain pale tu juu kwa gari ana, he was so composed, ako tu calm. Na kwa hiyo crowd mmoja wake ndo alipanda juu akamsukuma akamwambia ingia ndani. Na hapo ni very important. Kwa watu wote yes kwa position ni yako na the highest position ni gani. Alikuwa so exposed. Alikuwa so exposed. Uko juu sengine wote. So kani kuangusha. Shots ndo hizo zimekuwa fired, bado umebaki tu hapo tu unaangalia zinatoka side gani. Ni once a soldier always a soldier. Alikuwa nani? Alikuwa tambo alikuwa sio mbigo sijui na commissioner. Dinka nimesikia akisema nimepigana na bandits huko sijui wapi so amnitishi. Nyewe msee juu ya gari watu wanaangalia. Mimi ningesikia tu moja twende. Face me as a man, manze jo. Na hapo inaonekana kina Mudavadi na Weta huyu jamani threat. Yeah, ni threat. Na bila yetu na ikiendelea hivi 2027 hawezi kuja na kitu kwa meza. Nikwambia na mimi natembea shawatoa. Kuna kura yote mnaniletea. So huyo msee anaonekana ni threat. Na wameamua, you think sasa hizi by election if each chama yao itaanza kushinda, itaanza kuapprove wale huko juu hamna ya influence. So whatever hata mkuja kwa ground mseme tuna support huyu. Yeah, mshindwa tu na area hizi zenyu, constituency zenyu mwezi saidia wetu kushinda. So it makes sense kuwa retain. Check na hizo positions I think after 2027 msiote ata deliver. Kama Mudavadi tutakuwa position gani? Utakuwa CS, utarudi chini wezi. So enda home. Weta enda home. Hapo itakuwa ni tricky sana. Na mkirudi home natembea ndio anavuruga huko. Na ndio maana nani anadai Mudavadi anasema atamwon seat. Sure when you want. They will bring a candidate. Tutaleta candidate. Manze tutasponsor kwanza. Wewe tunakutoa. Huyo jamani tisha mbaya sana. But hiyo tawe wakashikana vizuri huko. Nashuku wanaweza make sure Ruto haja get shit. Yes atapata still wakinaniwa kuna influence but make sure yeye ndio na deliver votes. Sio yote ataishia zikomo. Sasa anatembea I think pia amekuwa kufanya kazi. Anapiga kazi. Sasa sijasikia wakiteta sana ati ni Trans Nzoia Trans Nzoia. Sijasikia wakiteta sana ati nini? Ati ya delivery. Pia hata na question akina Mudavadi na Weta anauliza all these years nini mmetuletea? Kila mwaka nyinyi mko kwa gava nini mmetuletea nini? By the way, it's true. Kila mwaka kwa government all along. Throughout. Anaambia wangu akikula wasumbui. Wao nyinyi mkishafika hapo mbele mnadishi mbombi. Wakishiba ni hivyo. Wakishiba ni hivyo. Lakini the moment mko huku nje, kelele mkitu huko ndani
mnatulia hapo. So hiyo kelele wagani ya kutafuta vile watarudi kwa serikali. So ya kelele washajua exactly. Tukiongea hivi atatuchukua. Na make sure after election tu hivi mnaanza kelele. Tumeibiwa. By the way, kama ODM mko nasema wameibiwa, over sudden wakuibiwa. Nyinyi hata mlijoin gava. How come some yenyewe uweze waelewa. By the way, pia Mudavadi hapo nachiki alikuwa anadunga nani? Naitwa aje Matiang'i. Nasema zile 500 bodies zilikuwa yalalipa. Bado tunangoja answers. So kumaanisha hii staff Matiang'i sijui ataifanya nini. No, alisema I saw his response. Alisema ako ready, wamuite kwa inquiry, atapeana all the answers. Kini nini ilikuwa inafanyika hiyo time? Yes. Tricky sana. Ama kama country kuna mali nafikanga kuna msi hatutakupeleka kwa koti sasa. Sasa inabidi tu deal na wewe. Ni tukuondoe, umekuwa too much tukuondoe. Ni tukupeleka kwa koti maybe juu ya constitution unapopewa bond investigation nini utatoka. Utakuja kutusumbua tena. So it's better to just safiri wewe. Ama crime umepiga inabidi tu unasafirishwa quick fast. But hizo bodies ni mob. Juu Mudavadi almost 500. Yeah. Kuna time hata Ruto alikuwa naimba every day bodies are appearing every day. Huyu jamaa juu wako wanasikizana kwa gava pia. Huyu jamaa alikuwa bitter rivals. So hapo Matiang'i unachekia janeza win hivyo kashikana kama saizi tuseme sasa mlima I think itabidi wa organize vizuri. Hivyo watashikana Uhuru na Gachagua washikana waamue ni nani, ni Kalonzo ama Matiang'i. Ama waende wote wawili. Deputy wachague deputy na president. Hivyo ndo wanaita watu vizuri to deliver. Hiyo that ita work, but waki split kusplit numbers. Split numbers wana strengthen sasa za mlima sasa. Wana strengthen cause hizo unajua zinatakikana zote pamoja. But zikigawanyika bas umse capture hii side ya Western akuja capture na Kisii na Western na mlima kidogo, au mwingine akuja na side za Ukambani na mlima kidogo. But nani anaweza handle hizi mavitu. Unajua pia tunataka mtu ngori kitokea ni si back down. Tuseme Kalonzo. Sometimes unajua pia maandamano ikitokea saa zingine unaona siwezi nyamaza na siwezi waacha mtembee sana. Nitaacha muende to a certain point niseme watu warudishe. Unacheki anaziweza. Ama ukifika hapo sasa inakuanga ni jiprove sasa. But fast inategemea atakuwa na nani. Kama running mate. Mimi nacheki wakashikana na Matiang'i Simba. Hiyo combination fit I think iko kwa roho za watu. Matiang'i na nani. Na usiende kwanza kukosana hapo mbele. Itu agree ni hivi. Figure yako na mimi kama because Kalonzo has been vice president, so he's experienced. So for now Matiang'i aende kama deputy. Aje ko elected. Ingia kwanza kama deputy. Kwenda straight for hiyo top seat. Pia tamchachia. I know kuna Jaden hapo atakuwa anampiga support mawaida. Tunazamua hapo Jaden ndiye anakuwa president. Jaden yeye ndo anarantuka behind the scenes. By the way, it's important to get the experience. It's better for deputy. Yes, Kamsi ame rise like umetoa CS president. Bado hujai kuelect just after kura mahali. Bado hiyo na make sense. Ingia kwanza kama deputy, alafu tu agree ni kazi hakuna manja. Piga kazi. Jode mkingia na hiyo ni ya kazi. Ni kazi. Hapo tamwezi kwa sana. Kabisa. Na msee akikula do msee fulani ni ndio msee anafaa kuenda. Ni mtu wako lakini aende. Hatuwezi fanya kazi hivi. Matiang'i
think anaweza piga kazi, anaweza deliver. Yeah. Lakini sasa Kalonzo pia anaweza piga. His experience. Yeah. Pia hizo personality zao mbili ziko poa. Huyu mmoja anakuwa na nonsense, huyu mwingine ametulia. Iko poa. Vitu zingine unamwachia tu. Deputy si udili nao. Ni mimi nikuja hapa tunaongea nini tutuliza. Exactly. Anacheki inaweza kuwa combination fit. For once at least. Unajua hata ni cheki mzee fulani akibonga anasema Mulima saizi atawataki deputy ama president. Haijafanyia shit. Unaona all those years Kenyatta, Kibaki, Uhuru. Hata watu wengine wachukue. Tuache kublame chukueni. Nani ataka achukue? Wacheki hiyo ni decision poa. Yeah, hiyo ndio. Ama itakuwa msee anaweza ingia watu mafutani. But unajua umenichagua so like we said, even when the president comes from your community, ni nini anawafanyia, unaona? Cause utapata yes wanasema wamekuwa Kibaki amekuwa hapo, Unyato, Jayden pia, but wamefanya nini? Tukuje Rift Valley, enda huko Marakwet sijui wapi, Barago, niko Baringo. Zile shule wanasomea nje chini ya miti na president ametoka kwenu. Na president mlikuwa president for 24 so years. Now it's high time watu waache kuona like president akitoka kwetu tutabenefit as a community. No. President anaweza toka even for whatever ni the whole but akuja saa because tulisema even as a president elect, right? The fact that wasa Mlima kupigia kura doesn't mean utawa sideline kwa development. No. At the end of the day, you president of the whole country, not for the people who elected you. Yeah. Si ati juni president ametoka kwenyu kesho na kuja kunini factory. Ni country mzima. Country mzima. I think ndio maana hawa si wanasema hivyo ndio. Msimu mwingine akiingia iko ni haya basi. Sasa mtu asema ati ni hakuna kishita ametufanyia. Chukue ni yenu. In most cases unapata wanajijenga wenyewe. Ni hao wenyewe wanajijenga. Nyinyi ngoja ati akuja wasaidia za community. Sasa amejenga kirestaurant ama ni hotel iko kwa msitu. Kuzigrab tu. But then I think mzee akiingia inafaa kuwa ni sasa ndio president ndio country mzima ni hapa. Development kila mahali nini. Usikuja tutengeze barabara kukuota hadi huko ndani. Wewe tengeneza country mzima. Sisi alafu make sure kama ni biz watu wanaweza fanya biz as a whole country. Kama ni nini markets nini kila kitu kwa iko. Si kusema nyinyi mtapata development ndio mtani join sasa. Ama amku ni votia. Sasa inakuwa ni hapo Kalonzo Matiang'i itaweza. Hapo naweza pea kura yako kabisa. Sikina tuambie ni kazi. Kileta mchezo pia nyinyi tunaanza wanta. Tunaamlika tu. By the time 3 years naisha shaanza chances za one term. But then I think sign your time ya ingieni kaeni muagree sasa mtombe mnatufanyia nini. Na vitu realistic mzee tuambie story ya stadium na madams sijui Ruto kwa amesema dam ngapi I think 4000 sasa hizo wanauliza hata hujajenga hata moja bana. So mkikaa mmoja tuambie story ya stadium na nini tuambie vitu reasonable ni aje mnajua do inakuwa tuseme inakuwa kama hivi so tunaweza fanya hii na make life easy. Yenyewe vitu zirudi fiti, free education nini. Hata kuweka free hospital, healthcare iko ni free education. Nini ingine si mnatolea mzigo haya basi. Barabara nitajenga pia. Tupige kazi. Anyway tuingie pale TZ. TZ jo. Nichekio documentary ya nani? Ya Larry hapo. Larry Mado. Wase TZ wanamuiba tulindie udugu. Chika mweka DP kila mahali. Kila mtu ameweka DP ya Larry. Kama hata mkitufinyaje. But hiyo ni there is always a way to. Lakini mama ameshika Nare. Mama hajafurahishwa na
hajafurahi, anasema kuna mse alikuwa anaongea tumemcheka anaitwa nani, government spokesman. Anasema ati vyombo vya habari zizingatie maadili ya kuripoti sababu wanachapisha habari ambazo sio sahihi. Baadaye nini ili baadaye inaonyesha hadi ule mmadha mwenye alishutiwa kutoka nyuma. Baadaye inaonyesha hadi nguo before ishutiwe na after ameshutiwa unaona amekuwa na shape. Sidhani kuna ilikuwa so bad cause wanawase wanashutiwa wakipelekwa hospitali, hospitali like wasichukue hao watu. Sasa hai lakini anapelekwa mochari akaishi huko, kufie huko. Kwa mbaya. Nimecheck pia sijafurahi hii manake mashek wanaongea imama mashek. What hao viongozi wa dini, Kuna pesa na kwa nini? Muda ni shida ni kwa ndo. Zile wanapambana baya. So wanakashi hizo CNN, BBC na Al Jazeera pia. Because of that. I feel wanafapigania haki so wale wanaozangaa bado kama anaitwa ni kama anaambia mama na media imetoka wapi kukawa hii story za wase kukawa sheka akiongea back when people are really short more media cover naona so that makes it feel like mcheka na kashifu miji kwa hapo unaona maiti 20 hapo kwa hapo. CNN wameandaa documentary maalum wakiwa wanaelezea matukio mbalimbali yaliyotokea katika uchaguzi wa tarehe 29. BBC nao wamerusha wakiwa wanaelezea yaliyotokea Tanzania. Kenya vyombo vya habari vimerusha na wanaendelea kurusha mpaka leo ninapozungumza na kuja kwenye membari hii kusimama hapa muda huu. Sasa unajiuliza kwamba wale wana uchungu sana na Tanzania au ndiyo kalimatul haqi urida biha batil? Tunapozungumzia haki, ni haki ya namna gani? Kwani Waislamu hawana haki ya kufaidi matunda ya taifa lao ambalo wamelipigania? Wametafuta uhuru wa taifa hili, hawana haki hiyo? Wenye haki hiyo ni Wakatoliki.